Padri Alois Bet, kasisi mwaminifu wa parokia ya Mtakatifu Mulumba iliyoko kaunti ya Elgeyo Marakwet, aliuawa kwa kupigwa risasi na watu wanaoshukiwa kuwa majambazi katika bonde la Kerio. Shambulio hilo lilitokea muda mfupi baada ya kuongoza ibada ya misa ya kijumuiya katika kijiji cha Kabiken. Nimesema ndio. Pokea moyo wangu, Mungu wangu, niweze kukupenda kwa pendo lako, unipe moyo. Alipokuwa akirejea parokiani, Padri Bet pamoja na msaidizi wake walivamiwa, alipigwa risasi shingoni na kufariki papo hapo. We have just lost our Catholic priest, Father Alois, few kilometers from where he was today, doing some work with the community, and Father Alois was a great father. At 2 p.m. I was called and told that Father is no more and his body is being now transported. We have lost a very important person in the society. That is our father, who has been assisting us in terms of spiritual nourishment. Huku msaidizi wake akipotea na bado hajapatikana. Mauaji haya yamefuatia kifo cha kushtua cha Padri John Maina wa parokia ya Igwamiti chini ya dayosisi ya Nyahururu, kaunti ya Nyandarua. Hivi karibuni tutaambiwa ni nini hasa kiliua ndugu yetu ambaye hapo awali hakuwa mgonjwa, ambaye alikutwa amejeruhiwa kichwani na mwili wake kutupwa kando ya barabara karibu na Gilgil, takriban kilomita 50 kutoka parokiani kwake. Kisa hiki kinachangia orodha inayoendelea ya mashambulio ya kikatili katika eneo la bonde la Kerio, ambalo limekuwa likikumbwa na ukosefu wa usalama, ujambazi na migogoro ya kijamii. Katika miezi ya hivi karibuni, watu kadhaa wakiwemo mabalozi wa amani na walimu wamepoteza maisha kwa mashambulizi ya aina hiyo. Viongozi wa maeneo na wakazi wameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama inayozorota. Gavana wa Elgeyo Marakwet, Wesley Rotich, alilaani mauaji hayo na kutoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka ili waweze kurejesha amani katika eneo hilo. Vyombo vya usalama vimeanzisha uchunguzi na baadhi ya washukiwa wamekamatwa kuhusiana na mauaji ya Padri Bet. Kanisa Katoliki na jamii kwa ujumla wanaomboleza kifo cha Padri Bet, wakimkumbuka kama mtumishi mwaminifu aliyekuwa mstari wa mbele kuhubiri amani na mshikamano kati ya jamii zinazohasimiana katika bonde la Kerio. Nikiripotia runinga ya TAS, langu jina ni Minyiha Ann.